Habari za wakati hapa mdau na mfuatiliaji wa ripoti za kimichezo, karibu tena kwa mara nyingine tuweze kuzitazama taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tuko nazo. Tuna mambo mengi sana ambayo tutakwenda kuyatazama. Kubwa zaidi ambacho tutakwenda kukitazama ni kuhusiana na usajili ambao umeendelea kufanywa na vigogo wa Tanzania bara, vigogo wa Dar es Salaam, vigogo wa Kariakoo. Hapa nazungumzia Simba pamoja na Yanga ambao wameendelea kushusha vyuma baada ya vyuma, chuma baada ya chuma, mtu baada ya mtu. Tumeshuhudia Simba wakitambulisha wachezaji watatu mpaka hivi sasa, vivyo hivyo pia kwa wananchi Yanga na wenyewe pia wakitambulisha wachezaji watatu kama si wanne mpaka hivi sasa, sambamba pia na kocha mpya wa Yanga ambaye amesajiliwa. Gumzo ni jina lake, lakini pia sisi tutatazamia pia kuhusiana na sakata la mwalimu Selemani Mwalimu Gomez, ambapo tumeshuhudia siku ya jana akiongeza mkataba mpya mbele ya mtendaji mkuu wa klabu ya Simba, lakini pia baadaye basi likaibuka la kuibuka huko ambako kusikojulikana kule kwa Wydad Casablanca kutoka kule Morocco, ambapo wao wakaibuka na tamko lao. Tutakwenda kutazama kuhusiana na sekeseke hilo la Selemani Mwalimu, lakini pia tutatazamia na tetesi ambazo zinamhusu Mabula Alphonse ambaye ananukia mitaa ya Jangwani. Hayo na mengine mengi, tukombe karibu sana. Tuko hapa kwa takriban dakika 60 kuweza kufahamishana mambo kadha kadha ya kimichezo. Bwana, niko na Badru kama kawaida. Karibu sana. Bwana Badru, ni heri ndugu yangu. Sasa Mwenyezi Mungu ni mwema kabisa, nisijue kwa upande wako. Bwana, tunashukuru Mungu, Mungu anabariki. Mambo usajili haya. Ni kipindi chenyewe hiki. Mambo ya kupelekana mahakamani kama kawaida, kwa sababu kwenye nyakati kama hizi hapa hizi. Utasikia klabu fulani nampeleka fulani mahakamani. Kwa hiyo ni nyakati ambazo binafsi wanazipendaga sana yani. Ni nyakati ambazo huwa zinaamsha hapa na pale. Bwana, sawa. Tuangalie swala la Selemani Mwalimu Gomez ambaye ameibuka na la kwake. Japo tunaweza kusema kwamba shida haipo kwa mchezaji, shida tunaweza tukasema kwamba moja kwa moja ipo kwenye uongozi. Shida ya Selemani Mwalimu Gomez kimsingi mimi naona ipo kwenye uongozi. Na ipo kwenye uongozi gani? Ipo kwenye uongozi wa klabu ambayo ilikuwa imemkopa. Unaona bana, hapa naizungumzia Simba Sports Club. Tunafahamu Selemani Mwalimu Gomez ni mchezaji halali wa Wydad Casablanca kutoka pale nchini Morocco. Na Selemani Mwalimu Gomez kimsingi ujibu kuangalia kwa makubaliano ambayo Simba Sports Club waliingia nayo pamoja na klabu ya Wydad Casablanca, ni kwamba ataitumikia Simba Sports Club kwa msimu ambao uliweza kutamatika pale. Kulikuwa kuna kipengele kilichokuwepo baada ya hapo, ni kwamba ilikuwa inatakiwa baada ya mkataba wa mkopo kuweza kuisha, ilikuwa inabidi Selemani Mwalimu Gomez arudi katika klabu yake inayomiliki si wengine hawa ni Wydad Casablanca, ambapo baada ya hapo sasa klabu inayomhitaji ingeweza kuja mezani na kuweza kuhitaji huduma. Kama ni Simba Sports Club ilikuwa inabidi warudi mezani pale kwa ajili ya kupata huduma nani ya Selemani Mwalimu Gomez. Ni kweli msimu baada ya msimu kutamatika ilikuwa inabidi Selemani Mwalimu Gomez arudi katika klabu yake si nyingine ni Wydad Casablanca. Sasa kuna sintofahamu ambayo imetokea hapa katikati. Ni ipi hiyo? Ni Simba Sports Club kujiamulia mambo. Mimi nasema kwamba hapa ni kujiamulia mambo. Simba Sports Club wamejiamulia mambo. Kitendo cha kumtangaza Selemani Mwalimu Gomez kwamba watazidi kuwa naye kwa msimu mwingine mmoja unaofuata ni kama vile wamejiamulia mambo. Wamejiamulia mambo kivipi? Tunafahamu miliki halali wa mchezaji ni Wydad Casablanca. Simba walikuwa wanamiliki mchezaji huyu kwa mkopo. Let's say mimi nina masufuria yangu, si ndio? Wewe unakuja kunikopa masufuria unakuwa nayo. Huwezi kujiamulia kama mimi nabadilisha rangi ya masufuria kwa kuwa wewe upo nao kwa wakati. Hapana. Lazima ufuate sheria na taratibu na kanuni ambazo mimi mmiliki hicho kitu tunakuwa nimefeje na kwa nimekupa. Baada ya mkataba huu wa muda mfupi kuweza kuisha, ilikuwa inabidi Simba rudi mezani kwa Wydad Casablanca kwa ajili ya kuzungumza tena, kama ambavyo kipengele katika mkataba kilikuwa kinahitajika kiweze kufuatwa. Kwa kitu ambacho mkifanya Simba ni kujiamulia mambo. Sio kusema kwamba Wydad Casablanca walikuwa wahitaji hiyo fedha. Fedha wanahitaji. Ila kitu ambacho wanakihitaji ni kwamba lazima sheria, taratibu na kanuni ziwezwe kufuatwa. Yes, hicho ni kitu ambacho Wydad wanakihitaji. Kumekuwa kuna maneno mengi sana kwamba Simba walishazungumza na uongozi. Hii ni kwa mujibu wa msemaji Ahmed Ali. Ni kwamba Simba walizungumza na uongozi wa Wydad
ni kwamba uongozi ambao walikuwa wamekubaliana nao ni kwamba umeondoka madarakani. Hata hii taarifa ambayo imetolewa ni uongozi mpya chini ya mwenyekiti mpya wa Wydad ndiye ambaye amekuja na nani, lakini Simba wakati tunazungumza na uongozi uliokuwepo ni kwamba walikubaliana mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi huu ndio watakiwa wameshakwisha kuingiza fedha takriban dola 50,000. Unajua mara zote kila mwamba ngoma unavutia kwake, si ndio? Kila mwamba ngoma huwa anavutia kwake. Na unapozungumzia klabu ni taasisi. Ni taasisi ambayo hata kama ikitokea mimi leo sipo na naiongoza taasisi, anayekuja lazima ataweza kupita katika misingi ambayo iliyokuwepo, ambayo imewekwa na nini, na taasisi. Simba wanatafuta kivuli cha kujifichia cha kusema kwamba uongozi ambao alizungumza nao umetoka madarakani, hivyo uliopo ulikuwa ujui ni kitu gani ambacho amekizungumza. Kwa nini? Kwa sababu ili sakata lililopo kwa Simba Sports Club, Simba la kwanza Simba kukumbwa na sakata kama hili. Misimu kadhaa iliyopita Simba Sports Club washie kutoka hadharani wakamtambulisha mchezaji kutoka katika klabu ya Coastal Union, si mwingine alikuwa ni Lameck Lawi. Simba Sports Club walitangaza hadharani kabisa kwamba Lameck Lawi msimu ujao atavaa uzi wa Simba Sports Club. Na katika ule msimu ule usajili katika nyota kigeni, jina la Lameck Lawi ilikuwa ni jina la kwanza kabisa, si ndio? Lakini baada hapo klabu iliyokuwa inamiliki mchezaji Lameck Lawi si wengine ni Coastal Union, walitoka hadharani na kukanusha, wakasema kwamba kwa timu yoyote ile mchezaji Lameck Lawi lazima ije mezani kwetu izungumze ili iweze kumiliki Lameck Lawi. Lakini Simba Sports Club wakashinda kufanya hivyo. Mwisho wa siku ile nyota alirudi kuitumikia Coastal Union. Lakini pia hiyo sio hiyo tu, miaka 14 iliyopita si mwingine alikuwa ni Kevin Patrick Philippe Ndani, si ndio? Ashe kuchukua mzigo pale Simba Sports Club. Baada ya kuchukua fedha, mwisho wa siku kaenda kuseni wapi? Kuseni Yanga. Ukijibu kuangalia hii scenario inaonyesha kwamba katika klabu ya Simba Sports Club kuna shida, si uongozi uliopo au uongozi uliopita. Kuna shida ambapo mara zote naweza nikasema kwamba wanashinda kuzungumza lugha moja wanapoenda katika kipindi cha usajili. Na baada ya tukio la Lameck Lawi, tukio la Selemani Mwalimu Gomez, mimi naona pia katika usajili uliopita kipindi kile uliozua taharuki, usajili wa Yusuf Ali Kagoma, mimi naamini kumbe Yanga alikuwa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu tunafahamu ilitokea scenario kwamba Kagoma ameshasaini wapi? Ameshasaini Yanga. Na Yanga katoka hadharani kabisa na vigoma juu kwamba tuna mikataba ya nani? Mikataba ya Yusuf Ali Kagoma. Kimwisho wa siku Kagoma akasaini wapi? Akasaini Simba Sports Club, na akakanusha kwa kusema kwamba ile ilikuwa ni mikataba fake. Lakini mimi siamini katika hilo. Kwa hiyo scenario ambayo inaandama Simba Sports Club, naamini kwamba katika ngazi ya uongozi katika kocha ya Simba Sports Club, hasa katika nyakati za usajili hizi, kumekuwa kuna sintofahamu, kumekuwa kuna makundi ambayo mwisho wa siku yanapelekea unakuta baadhi ya watu wanasema hivi na wengine wanasema hivi. Mwisho wa siku tunakuja kushuhudia sintofahamu kama hizi. Mimi siamini kwamba timu kubwa kama Wydad Casablanca inaweza kutoka hadharani ikasema kwamba Simba hajapata sheria kwa kuwasingizia. Mimi naamini kweli Simba Sports Club hajaweza kufuata sheria, taratibu na kanuni za kuweza kuwa wamiliki wa mchezaji Selemani Mwalimu Gomez kwa mkataba wa msimu mwingine mmoja unaofuata. Kama Simba wangeweza kufuata sheria na kanuni, mimi nadhani Wydad wasingetoka hadharani na kutishia kwamba kama Simba hawatakuja kukaa mezani basi wataenda kuwashtaki. Mimi pia hapo nikiongezea kwenye pointi hiyo, hapo navyodhani mimi kilichopelekea mpaka wenzetu hao tukubali tukatae, wao tayari walishapiga hatua kubwa. Sisi huku kwetu bwana Badu, labda kama unajibu kuwatetea Simba na Yanga, sisi tuna ule utamaduni wetu, hawa wenyewe washakubali, walishajimilikisha utawala wao ndani ya soka la Tanzania, Simba na Yanga. Yes, ndio maana nikasema kwamba hapa kuna janja kwa sababu kama sio janja, yani kitu ambacho naweza nikasema kwamba Simba amejiamulia mambo. Kwa nini amejiamulia mambo? Kwa kuwa wenyewe wanaamini kwamba kwa kuwa Selemani Mwalimu Gomez tulikuwa tupo naye kwa mkataba wa mkopo, basi tumtangaze pia kwamba tutazidi kuwa naye kwa mkataba wa mkopo, ndipo ambapo tutakuja kwenda kufanyaje, kutoa taarifa. Yaani kama ni binti wewe muamua tu kumvusha umekuwa naye,
umemuoa kwa kujiamulia mambo, alafu unasema baada hapo mimi nitaenda kufanyaje? Nitaenda kujitambulisha. Hivyo ndivyo ambavyo Simba Sports Club wamefanya. Simba walikuwa hajazungumza na Wydad kwamba watazidi kuwa na Selemani Mwalimu Gomez kwa mkataba wa msimu mwingine mmoja unaofuata, ila wameamua kumtambulisha, alafu baada ya hapo ndipo ambapo wangeenda sasa kutoa taarifa pale Wydad Casablanca, kitendo ambacho wenzetu wamekwisha piga hatua kubwa sana kisoka, huwa wameri janja kama hizi. Ndio maana lazima Simba kubali kwamba wamekosea, wakae mezani na Wydad Casablanca ili jambo hili liweze kuisha. Lakini kama atafanya hivyo, mimi naamini Wydad wana kila namna ya kuweza kuwashtaki Simba Sports Club. Kwa taarifa tu ambazo tunazozisikia ni kwamba Simba kilichowapelekea ni kwamba walichelewesha fedha kuziingiza, ni kwamba wamemtambulisha Selemani Mwalimu angali bado fedha ya usajili ya kumongezea mkataba mwingine wa mkopo bado haijaingia kwenye klabu, kwamba endapo yale makubaliano ambayo walikuwa wameyafanya ili Selemani aendelee kuwepo ndani ya Simba kwa msimu wa pili mfululizo ni kwamba waliambiwa kwamba waingize hicho kiasi cha fedha dola 50,000. Yes. Ni kwamba wao Wydad walitaka fedha iingie kwanza, alafu kisha mtambulishe nani mchezaji. Ndio ukatula mfano wa Kagoma. Wa Kagoma, lakini pia kwa wachezaji wengine pia wa ndani wachezaji mbalimbali tu wa ndani. Simba na Yanga ni utamaduni wao kumtambulisha mchezaji angali bado kule kwenye klabu hawajamalizana. Tumeshasikia malalamiko mengi tu, kuacha kwa Kagoma, kuacha kwa nanili kwa Yondani, bado kwa hiyo wa Coastal Union Lame Kilawi. Yamekuwa kwa Simba na Yanga ni kawaida kipindi cha usajili, hasa kwa wachezaji wa ndani. Sasa hili kwa kigeni ni kwamba ni kama vile Simba waliteleza, walijihisi kama vile mchezaji Selemani Mwalimu kazi wamemtoa Fountain Gate, wakati huyo mchezaji anamilikiwa na klabu ambayo iko very smart. Ni very smart, ni miongoni mwa vilabu vikubwa barani Afrika, vilabu ambavyo pia vinajua kusimamia kanuni na sheria, na ndio maana hata walipoona Simba ameweza kumtambulisha Selemani Mwalimu hawakusita kuja mbele pia kaweka andiko lao, kwa sababu ni ngumu kija kuangalia wewe mchezaji huyu anamilikiwa na klabu A, alafu nyinyi B mmepewa kwa mkopo. Tulisema ndio kuja mchezaji Selemani sana anamilikiwa na nani na Wydad. Ni kwamba wanajua kwamba mkataba na Simba wa mkopo umemalizika. Ni kwamba kwanza hata kikile mkataba sio umemalizika, na maana Selemani Mwalimu alipaswa moja kwa moja arudi kwa waajiri wake, si ndio vile? Yes, ndio maana nikasema kwamba yani kitendo ambacho wamefanya Simba, wao wanaamini kwamba kwa kuwa tulikuwa tunamiliki kwa mkopo Selemani Mwalimu katika msimu uliopita, tumtambulishe. Baada ya kumtambulisha kwamba atazidi kwa msimu unaofuata, ndipo ambapo tutaifuata Wydad Casablanca kupeleka ofa ya fedha na mazungumzo pia. Yaani mimi kwa taarifa ambazo nipo nazo ni kwamba Simba walikuwa hajazungumza na Wydad kwamba watazidi kuwa na Selemani Mwalimu kwa mkataba. Kwa tuseme wao walizungumza na Selemani peke yake. Simba amezungumza na Selemani peke yake. Sasa Selemani ana mkataba kule wa miaka 2 na nusu. Simba amezungumza na Selemani. Selemani akakubali kwa kuwa Selemani anahitaji kushiriki michuano ya kimataifa msimu unaofuata. Wydad Casablanca msimu unaofuata hawashiriki michuano yoyote ile ya kimataifa, sio CAF Confederation wala sio CAF Champions League. Selemani anahitaji kushiriki michuano ya kimataifa. Simba amezungumza na Selemani. Baada ya kuzungumza na Selemani amekubali kwamba atajipo tayari kuitumikia Simba Sports Club kwa mkataba wa msimu mmoja mwingine unaofuata. Hapa nazungumzia 26-27. Baada ya Sele kukubali, Simba ameamua mtambulishe. Baada ya kumtambulisha Simba, ndipo ambapo walikuwa wanataka sasa waifate klabu ambayo ilikuwa inamiliki au ambayo inamiliki si wengine Wydad Casablanca, wakaanao mezani wazungumze kwamba wanahitaji kuendelea kuwa na Selemani Mwalimu Gomez, kitu ambacho Simba wamekosea. Ndio maana wakijibu kusoma ule waraka ambao Wydad wamejibu kuandika, kuna kipengele kinasema kwamba katika msimu huu 26-27 Selemani Mwalimu yupo katika mipango ya klabu ya Wydad Casablanca na wanahitaji arejea haraka sana katika klabu yake ya Wydad Casablanca ili kujiandaa na msimu unaofuata. Ila kwa klabu unaomhitaji ije kae mezani wa negotiate waone kwamba wataweza kuwa naye kwa msimu unaofuata, kama ataweza kubaliana katika kipengele cha fedha ambayo klabu husika ambao Wydad wamekiweka mezani. Ila kwa wakati huu inaitakiwa Selemani arudi katika klabu yake inayomiliki, si wengine Wydad Casablanca. Kwa Simba wamezungumza
na Sele peke yake pasina kuzungumza na wamiliki halali wa mchezaji. Wao ndio wamezungumza na mchezaji. Simba wamezungumza na Sele, ndio maana amekaa mezani wamemtambulisha wakiwa naamini baada hapo utaenda kuzungumza na Wydad Casablanca mambo yaweze kwenda. Lakini wamesahau kwamba Wydad Casablanca sio vilabu vidogo hivi vya vinavyoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara hapa au vinavyoshiriki championship ambavyo unaweza ukavimudu kimabavu kuanzia katika ngazi ya uongozi na fedha pia. Wamesahau hilo. Wale ni moja timu ambayo imesimama katika msali mnyofu licha kama nao wana changamoto zao. Tunakumbuka washaka kuingia katika mgogoro na Simon Happy God Msuva, si ndio? Simba la kwanza na wenyewe kidogo wana changamoto zao, lakini kuja kwenye swala la kimkataba wa Semani Mwalimu Gomez, Simba amekosea. Simba walizungumza tu na mwalimu pasina kuzungumza na wamiliki halali wa sasa hapa tumwamini nani? Maana tunaambiwa ni kwamba mchezaji yeye ni kama ulivyosema ni kwamba hana uhakika wa kuendelea kupata namba kule kwa sababu aliamini kwamba ndani ya kikosi cha Simba Selemani Gomez ana uhakika anacheza kwenye kikosi cha mwalimu, ndio maana akakubali kuongeza mkataba na Simba. Wao ndio kwamba wakamongezea mkataba mpya, si ndio vile? Sasa yani nashindwa kuelewa kwamba kwa klabu kubwa ambayo imepefuka kama Simba wanashindwaje kuweza kuingiza fedha kabla mjamtambulisha mchezaji tena huyo. Maana tunamuita kwamba Sele maana Sele ni mchezaji wa kimataifa yule, sio ingani Mtanzania, lakini ni usajili wa kimataifa yule, sababu umemtoa kwenye klabu ya nje ya Tanzania ingawa ni Mtanzania. Ina maana ingekuwa ni klabu za humo ndani kwetu tungesema kwamba kuna ile kanuni yetu ambayo huwa tunaitumia siku zote, busara ingekuja pale mbele kwenye kamati ya maadili, tukaweza kukopeana tukalizungumza kama jambo la Feli lilivyozungumzwaga kipindi kile. Yupo anaenda kujiunga na Singida United, baada hapo akaja kujiunga na Young Africans akacheza, lakini baada hapo pia busara ikatumika kwa Fei pindi ameenda kuitumikia klabu ya Azam Angali kwa na kulikuwa kuna sintofahamu katika klabu yake ya Simba Sports Young Africans. Hapo sasa kitu ambacho kipo wao unataka kusema kwamba ni busara ingetumika, lakini ingekuwa ni wandani, lakini kwa Mwarabu wanaga busara. Kwanza haipo kabisa kanuni ya busara, haipo. Kwanza kunaga kitu kinachoitwa busara katika mchezo wa mpira miguu. Sheria inabidi zifuatwe. Yaani klabu ambao naweza ngasema kwamba inabidi iaminike kwa sasa hivi kati ya hawa ambao wametoa tamko kwamba wanamtaka mchezaji wao na hawa ambao wamemtambulisha kwamba Sele tutakuwa naye katika msimu unaofuata Simba Sports Club. Klabu ambayo inabidi iaminike ni Wydad Casablanca kwa sababu hizi mambo kwa Simba hazijaanza kutokea leo. Mfano ipo. Unasikia nani? Nimeweza kutolea mfano mzuri sana. Simba walimtambulisha Lameki Lawi. Tangu Lawi atambulishwe na Simba, ashakucheza Simba. Sasa Lawi yana hapo lazima kwamba tuwe na majibu. Tangu Lameki Lawi atambulishwe na Simba Sports Club. Lawi ashakucheza Simba? Hajaye kucheza Simba. Lakini Simba sio mtambulisha. Katika pia mitandao ya kijamii wakatambulisha kwamba Lameki Lawi ni mchezaji halali wa Simba Sports Club. Lakini mwisho wa siku klabu inayomiliki Lameki Lawi ilitoka hadharani na kuweza kubainisha kwamba kwa timu ambayo inamhitaji Lameki Lawi ikije kama mezani wazungumze waweze kumpata Lameki Lawi. Lakini mwisho wa siku hiyo klabu ambayo imemtambulisha Lameki Lawi Simba haikuja mezani, haikwenda mezani kwa ajili ya kuzungumza. Mwisho wa siku Lawi akarudi katika klabu ya lakini swala la nanili la Lameki lenyewe ilikuwa lina mambo mengi. Swala la Lameki sema swala la Lameki alipo hapa ishapita, tusirudishia nyuma. Sasa la mwalimu la mwalimu ilikuwa point yangu hapa, afu nikuache uendelee. Simba mimi yani nachelea kuamini sidhani klabu kubwa kama Simba ambayo inajinasibu ni klabu ambayo ipo kwenye 10 bora ya virabu bora barani Afrika, kwenye 10 bora imo ishindwe kuweza kufuata taratibu na sheria za FIFA ambazo unazifahamu kabisa kwamba mchezaji huyu sio kwangu, nilikuwa naye kwa mkopo na mkopo umekwisha kumalizika. Hapa kabla sijamuongezea mkataba mwingine yanipasa niweze kuwasiliana kwanza na naye mmiliki. Je, yuko tayari mchezaji huyu aendelee kubakia hapa ama anamhitaji na matumizi yake mengine ama kapata timu nyingine? Maana Wydad ndio wana maamuzi kwamba okay bwana alikuwepo kwa mkopo, tunamtoa tena kwa mkopo kwenda sehemu nyingine, si ndio vile? Kwa sababu wao ndio ambao wanamiliki. Kama wanamhitaji ongeza fedha, la sivyo anaenda klabu nyingine tena kama wao hawana
mpango wa kwenda kumtumia katika msimu huo. Yeah. Sasa kwa hiki ambacho Simba amekifanya, ndio maana sasa kwamba nashindwa kuamini ama kuelewa kwa haraka kwamba Simba inakuaje mumtambulishe mchezaji angali hamjaweka zile fedha, kwa sababu kama tambua kwamba walikubaliana kwa mujibu wa taarifa ya Ahmed Ally ni kwamba zile fedha zingeingizwa kwenye akaunti ya Wydad mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi huu. Ni kwamba bado wapo kwenye ule muda sahihi wa kuweza kuingiza ile fedha. Sasa nashindwa kujua kwamba hata huo uongozi mpya ambao umeingia madarakani pale Wydad, ni kwamba ina maana haukukuta taarifa kwamba kuna mchezaji yupo kwa mkopo sehemu fulani na tayari mazungumzo ya kumuongezea mkataba mpya wa mkopo ya kiasi cha fedha ambacho kilikuwa kimeafikiwa ni hiki hapa, na mchezaji huyu ataendelea kusalia kule mpaka watu waje watoke na tamko la kushangazwa na Simba kitu alichokifanya. Taarifa hii haikuwepo kwa sababu kwanza lazima tufahamu Sele ni nani. Selemani Mwalimu Gomez ni Mtanzania, si ndio? Ndio. Anatokea tu hapo Moshi, si ndio? Wamezungumza naye kinyumbani bwana Sele. Sasa unazungumza naye kinyumbani kwako? Wamezungumza naye kinyumbani wakiwa na maana kwamba yani nguvu wameipata wapi Simba? Nguvu wameipata kwa sababu wanashiriki kimataifa. Sio kushiriki kimataifa. Sele walikuwa naye msimu uliopita, alikuwa anatumikia Simba. Na Wydad Casablanca walikuwa wameambia Simba kama anahitaji kuendelea kuwa na Selemani Mwalimu waje wakae mezani, lakini kitu ambacho ngefanya na Simba ni kwamba Simba ni kweli walikuwa wanahitaji kuendelea kuwa na Selemani Mwalimu Gomez na wanahitaji. Ila kitu ambacho mngefanya Simba Sports Club ni kuzungumza na mchezaji kwanza, na mchezaji ameridhia kusalia Simba Sports Club. Wamezungumza naye, wamekubaliana naye, wamemtambulisha. Baada ya hapo Simba ndipo ambapo walikuwa wamepanga waende kuzungumza na Wydad Casablanca kwamba ndio tunahitaji kuendelea kuwa na Selemani Mwalimu Gomez na kiasi cha fedha ambacho mnakihitaji hiki hapa tumefanyaje, tumekileta. Lakini wao hawajafuata sheria, taratibu na kanuni. Lakini nachoamini kwamba baada tamko la Wydad kuweza kutoka, naamini Simba sasa ndipo watakapoenda kuzungumza. Na mimi naamini Simba wataenda kuzungumza na Wydad, na msimu unaofuata Mwalimu atacheza Simba Sports Club msimu ujao. Atacheza Simba Sports Club. Kwa nini? Kwa sababu Simba anahitaji kusalia Selemani Mwalimu. Sasa sawa, nyinyi mnaweza kama mnamhitaji. Simba waweza kuwa mnamhitaji kweli, na sio kwamba wanaweza, wanamhitaji ndio maana mpaka wamemtambulisha na kwamba bado yupo kwenye mipango yao na wanahitaji kuendelea kwa naye. Lakini tambueni kwamba huyo mchezaji bado ana mkataba mrefu. Miaka 2.5 na nili Badru, sidhani kama ni mkataba mdogo. Ni mkataba mkubwa sana. Nyinyi mna malengo naye ya kumhitaji, na yeye pia anayemiliki, yeye pia ana malengo naye. Sasa unapotuambia Badru kwamba unaamini ataendelea kuwepo, wewe unaamini vipi kwamba Mwalimu ataendelea kuwepo angali si mchezaji wa Simba mwenye tamko la mwisho? Hata mchezaji mwenyewe tu yeye mwenyewe hana maamuzi. Kwa mujibu wa vyanzo vyangu nilivyokuwa navyo kutoka ndani ya kosti ya Simba Sports Club ni kwamba msimu unaofuata Selemani Mwalimu Gomez atacheza Simba Sports Club. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya kosti ya Wydad Casablanca Selemani Mwalimu hana namba. Sasa umesikia uongozi mpya umekuja. Uongozi mpya, lakini kwa nini hii nguvu ya kusema hivi naipata kwamba mimi udhibitisho nao, na Wydad wao wapo tayari kumtoa Selemani Mwalimu Gomez kwa mkopo kwenda katika klabu nyingine yote ile ambayo itamhitaji. Klabu ambayo inamhitaji ni ipi mpaka sasa hivi? Ni Simba ambao tayari wameshamtambulisha. Ndio maana nakwambia kwamba msimu unaofuata Selemani Mwalimu Gomez atacheza Simba Sports Club. Kwa nini? Kwa sababu baada ya tukio hili la Sele kutambulishwa na Wydad kuja juu kusema kwamba Simba hajapata sheria, Simba watapeleka fedha ndani ya siku 2-3 hizi. Simba atapeleka fedha kwa ajili ya kuweza kukiri jambo liweze kuisha. Kwa nini? Kwa sababu Simba wanahitaji mkubwa sana na Selemani Mwalimu Gomez. Pale Wydad Selemani Mwalimu Gomez hana namba. Hata kama akirejea lazima ataweza kumtoa kwa mkopo kwenda katika klabu nyingine. Kitu ambacho anahitaji Wydad ni timu inayomhitaji ije mezani itoe fedha. Hicho ndio kitu ambacho wanakihitaji wao. Lakini kama hakuna klabu inayomhitaji, hata kama akisalia pale, upatikanaji wa nafasi kwa Sele ni mfinyu mno. Hawezi kupata namba ndani ya kosi ya Wydad, na Sele anahitaji kucheza Simba. Ndio maana
au kwamba tenda kupambania namba na Hakimi. Ni ngumu sana Sele kuweza kupata namba ndani kwa Wydad Casablanca. Ni ngumu kweli kweli. Ndio maana Ziyech anacheza pale mbele. Yes, na ndio maana upatikanaji wa nafasi umekuwa ni finyu. Hata kipengele kilichopo, hata maandishi ambayo yametoka kwa timu wanayomhitaji ije kae mezani wazungumze, uweze kumchukua kwa mkopo, kwa kuwa ni Simba ambao ana kipaumbele cha kuweza kumchukua. Ndio maana nakwambia kwamba msimu unaofuata Sele atacheza Simba Sports Club. Bwana, msimu ambao utafuata kwa mujibu wa Badu ni kwamba Sele ataendelea kuwepo ndani ya kikosi cha Simba Sports Club kwa mujibu wa vyanzo vyake yeye ambavyo anaamini. Wewe pia una maoni gani kuhusiana na swala hili la Selemani Mwalimu Gomez kuhusiana na usajili wake wa kuendelea kusaidia kwa mkopo ndani ya klabu ya Simba, ambapo tulishuhudia siku ya jana ni kwamba Simba walimtambulisha tena kwa mara ya pili na picha mjiongeo zikasambaa kabisa zikimuonyesha kisaini mkataba mpya, pembeni yake akiwa anashuhudia mtendaji mkuu wa klabu ya Simba yule mwanamama anaitwa nani? CEO wa Simba Zubeda. Yes. Bizubeda kishuhudia kwa pembeni Selemani Mwalimu Gomez akisaini mkataba mpya wa kuendelea kusalia ndani ya klabu ya Simba. Lakini ndio hivyo ni kwamba Wydad wamedai kwamba pia watakwenda mbali zaidi na watachukua hatua za kinidhamu. Kama Simba hawataenda kuzungumza na Wydad Casablanca, Wydad wapo tayari kwenda mbele zaidi ya pale kwenda kuishtaki klabu ya Simba Sports Club. Simba wao hapo tayari kushtakiwa. Wameshajifunza tayari. Na mimi hii inabidi iwe fundisho. Hivi vilabu kutoka Tanzania viache janja. Naona bwana. Yaani viache naweza ngasema kwamba uswahili. Huu ni uswahili huu. Uwezi kwenda dukani ukachukua bidhaa pasina kuzungumza na muuza bidhaa. Lazima uzungumze na muuza bidhaa. Hujalipia unachukua. Wewe hujalipia unachukua. Nataka nikaanze kuivaa. Yes, hapana, lazima ujifunze. Lazima vijifunze. Mimi siwezi kwenda dukani nikachukua kinywaji nikanywa pasina kuzungumza na muuzaji. Unaona bwana, lazima nizungumze na muuzaji. Unaona bwana. Kwa Simba mimi naamini hawapo tayari kushtakiwa. Na ukicheza vibaya na Wydad wanakushtaki kweli kweli. Kuna mwaka fulani ishi kutokea kesi ya malipo kati ya Wydad pamoja na Simon Msuva. Ile kesi ilifika mbali sana. Kwa Simba hapo inahitaji kushtakiwa. Mimi naamini baada ya tukio hili kuweza kutokea Simba watapeleka fedha ambayo itakuwa ni inaendana na thamani ambayo Wydad wanahitaji kwa ajili ya kusalia na Selemani Mwalimu Gomez katika msimu unaofuata. Mimi naamini Selemani Mwalimu Gomez msimu unaofuata atacheza Simba Sports Club. Hii ni baada ya Simba kuweza kumtambulisha, na ndani ya siku chache hizi Simba atapeleka fedha kwa ajili ya kumhitaji Selemani Mwalimu Gomez katika msimu huu mwingine unaofuata. Sawa, Badru, tutazame sasa nafasi ya Selemani ndani ya kikosi cha Simba. Umezungumza na kuweka wazi kwamba unaamini kwamba Selemani ataendelea kuwepo ndani ya klabu ya Simba msimu ujao. Tuangalie sasa nafasi yake. Tukiangalia mfumo wa Mwalimu Steve Becker ambao amekuwa akienda nao katika kila mchezo, yeye atembei na mshambuliaji passer. Amekuwa anaenda na ile force number 9. Mara zote ni kwamba Mwalimu amekuwa akianzia bench. Amekuwa akianzia bench, anatokea bench kuingia tena wakati mwingine haingii kabisa. Kuna baadhi ya michezo hajacheza kabisa, endapo Mwalimu anapoona kwamba bado ana uhitaji wa kuwa na mshambuliaji wa kumtengeneza, ama huyo ambaye anaitwa kwamba force number 9 wa kulazimisha. Tukiangalia sasa nafasi ya Selemani Mwalimu na mfumo ambao anautumia Steve Becker, bado naamini mwakani anaweza kaenda kaonyesha juhudi zake na akaanza kwa kikosi cha kwanza, sababu sasa hivi namba 9 tunaweza tukasema ni Elim Panzu. Unajua katika soka la kisasa huwa tunasema kwamba kuna moja ya vitu ambavyo mchezaji inabidi awe navyo. Ni vitu gani hivyo? Huwa kuna kitu tunakiita kwamba versatile player. Lazima mchezaji aweze kubadilika. Bwana, lazima aweze kucheza namba zaidi ya moja. Ndio. Lakini pia tunasema kwamba mchezaji lazima awe ni tactically adapt, ndio. Au anaweza kuadapt, au anaweza kuadapt ule mfumo ambao mwalimu ataintroduce pindi ambapo atahitaji kufanyaje kumtumia. Lakini pia tukija katika mchezo wa kisasa sasa hivi, katika mchezo wa mpira miguu kisasa tunasema kwamba ukija kwa coach lazima awe ana uwezo kusoma mbinu za timu pinzani, ndio. Awe na uwezo, tunasema kwamba ni tactical analysis, ndio.
mwalimu akishaweza kusoma mbinu pinzani huwa anaweza kubadilisha mfumo sasa kulingana na timu inaje nini. Ndio maana kuna nyakati unaweza kuona kama mwalimu Steve Barker anaweza akaanza na mfumo labda wa 4-4-2, si ndio? Akaanza na 4-3-3, si ndio? 5-4-1, si ndio? Ambapo ujue unaona anaanza na mshambuliaji halisi au anaanza na force number 9. Hii inategemea na mwalimu anahitaji nini kuelekea katika mchezo fulani. Kwa hiyo mimi nafasi ya Selemani Mwalimu Gomez naiona ndani ya kosi ya Simba Sports Club msimu unaofuata. Kwa nini? Kwa sababu Sele ni aina ya wachezaji ambao naweza nikasema kwamba wanaweza kubadilika kulingana na mwalimu anahitaji nini, si ndio? Inawezekana mwalimu Sele akacheza kama namba 10 lakini kwenye nyakati Selemani Mwalimu Gomez akacheza kama namba 9, si ndio? Au inawezekana Selemani Mwalimu Gomez akaanza katika mbao ndefu lakini katika zile nyakati ambazo Steve Barker anaamua kumwamini na kumpa nafasi, anaingia na kufit katika mfumo na anaweza kutoa kila kitu ambacho mwalimu anakihitaji. Ndio maana katika nyakati ambazo Selemani Mwalimu Gomez amekuwa kianzia nje, nyakati ambazo anaingia ndani amekuwa akifanikiwa kufunga nini? Kufunga magoli. Kwa nini? Huwa anabadilika kulingana na mahitaji ya mwalimu anahitaji nini katika nyakati gani. Unaona bwana? Kwa nini? Kwa sababu yeye ni modern player, si ndio? Modern player hahitaji kwamba wewe kwa kuwa ni namba 9 sasa wewe ni namba 9 nienda kazime namba 9 tu basi. Hahitaji hivyo. Inahitaji kwamba huo unaweza kubadilika kulingana na mwalimu anahitaji nini katika nyakati gani. Kwa hiyo Gomez ni mchezaji wa aina hiyo, lakini Steve Barker ni kocha na yeye ambaye anabadilika kulingana. Kuna watu wanasema kwamba Selemani Mwalimu yani style yake ya uchezaji ile namba 9 kule mbele ni kwamba kipindi kwa Fontaine yani ni yule mshambuliaji ambaye aishazoea kutokea pembeni sio katikati. Kwa ndio maana umkuti mwalimu amesimama katikati pale mbele. Kwa hivyo utamuona anaofuata mpira mara yuko pembeni anakuja mbele. Sio kwamba inadewa kwamba hata alipokuwa Fountain Gate mara nyingi alikuwa akifunga magoli akisaidiana na huyu mshambuliaji wa sasa wa Fountain Gate aliyopo. Ni kwamba alikuwa anafunga magoli mengi sana kwa mfumo akitokea pembeni na si kukaa katikati. Ndio maana nimesema kwamba katika modern football tunasema kwamba modern player lazima uwe ni versatile player, lakini pia uwe ni tactical, si ndio? Uwe ni tactical intelligence, ndio? Ina maana kwamba uwe na uwezo wa kucheza nafasi zaidi ya moja, lakini pia uwe na ujuzi. Unaona bwana? Una ujuzi upo. Wazungu wapo mguuni. Sele wazungu wapo mguuni. Sele anaweza kubadilika pindi kwa Fontaine akatokea pembeni, si ndio? Akanafunga sana. Baada ya kusajiliwa na Simba Sports Club, Sele anasimama kama namba 9 na anafunga. Sele anaanzia katika mbao ndefu anapoingia anafanyaje? Kwa hiyo tuseme kwamba Sele ni mzuri akicheza double striker, ni mwalimu akianza na double strikers. Popote pale Sele lazima. Changamoto yake imekuwa ni moja tu. Sele anashindwa kuendana na naweza nikasema pressure katika modern player watu wanasema kwamba mchezaji lazima au ana uwezo wa kuendana na hali ya pressure. Sele bado hajaweza kuendana na hali ya pressure, kitu ambacho kinapelekea kuna nyakati anakuwa anakosa magoli mengi sana wazi. Sele katika nafasi 7 anaweza kafunga nafasi 1 akafunga nafasi 2. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa na mambo mengi sana mguuni. Nadhani hii ni kitu ambacho inabidi akae na mwalimu Steve Barker au Steve Barker akae na wachezaji na nyota wote kiujumla aweze kuzungumza nao pamoja na mwalimu kwamba lazima waweze kuendana na pressure, si ndio? Aweze kuwatuliza pressure. Moja pia sifa ya mwalimu lazima wao wana uwezo kukaa na wachezaji wake kiujumla, aweze kuzungumza nao na kuweza kufanyaje kufanya kitu kimoja, lakini pia waweze kutuliza tempa mchezo pindi unapokutana na hali fulani. Mimi nadhani hicho tu. Kwa mwalimu Steve Barker lazima avae uhalisia wa wanasaikolojia, si ndio? Aweze kumsaikolojia Sele ili aweze kutuliza pressure ambazo upo nazo. Akishamtuliza katika jambo hilo, mimi naamini Sele ni moja ya wachezaji wazuri sana bana. Hakikisha tu umesubscribe hapo chini mkono wa kushoto kama unatumia simu. Subscribe hapo mkono wa kushoto kwenye button hiyo nyeusi ili uendelee kuzipokea ripoti zote za habari, na hizi hapa basi ni ripoti za kimichezo ndizo ambazo zinasikika usiku huu. Tuko live mubashara kabisa ukitufuatilia hapa tukidundika kuweza kutazama kuhusiana na swala zima la usajili ambao unaendelea kufanywa na vilabu vigogo wa Tanzania ni Simba na Yanga, na hapa basi tunazungumzia swala la Selemani Mwalimu ambaye ameleta kizungumkuti mpaka hivi sasa basi haijulikani kwa hicho ambacho amekiandika Wydad ni kwamba je wanamaanisha
ama ni kama vile kutikisa kiberiti Simba waweze kuingiza mzigo mapema kabla ya hiyo tarehe 30 ambayo walikuwa wamekubaliana kwa mujibu wa taarifa ama vyanzo vyao ambavyo Simba ameweza kuzungumza. Na tutakuja tumsikia Ahmed Ally alizungumza pia jana, na sisi pia tumezungumza naye hapa. Utakuja kumsikia Ahmed Ally anasema nini kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kuhusiana na sakata zima la Selemani Mwalimu na hiki ambacho kipo hivi sasa. Je, ni kwamba Simba amemtambulisha kabla hajaingiza mzigo kwenye akaunti ya Wydad, ama Wydad wana mpango na Mwalimu? Kwa mujibu wa benchi la ufundi ambalo limekuja jipya ni kwamba wanamhitaji Mwalimu katika nafasi nzima ya ufungaji, ama inakuwaje? Hilo ndio swali ambalo watu kwa pamoja tunajiuliza. Na je, Mwalimu anaweza kawa na namba ndani ya kikosi cha kwanza cha Wydad Casablanca ambao bado Kavia na wenyewe wanajitafuta upya. Ni kama Simba tu ambavyo wanavyojitafuta kurejesha utawala wao ambao kwa misimu 5 mfululizo mtani wao wa jadi amekamata usukani. Kwa hiyo Wydad na wenyewe, ama Wydad na Simba tusiwafanisha, sababu Wydad wanakamata nafasi ya ngapi? Wameshika nafasi ya 5 msimu uliopita katika ligi ya Botola Pro League pale, na katika viwango vya Afrika bado wameshuka sana Wydad. Najua ukizungumzia Wydad ni kama vile mbakijina kwa kweli. Kwa hiyo mimi naamini Wydad bado wanajitafuta, na kwenye kujitafuta huko hawezi kujenga timu wakiwa na wachezaji ambao wanaweza nikasema kwamba sio level kucheza katika timu yao. Wydad walidiliki kuweza kuachana na Stefan Aziki, si ndio? Mazima kabisa. Moja kwa moja. Yes. Sele na yupo katika mipango ambayo si rafiki katika kosti ya Wydad, ndio maana wapo tayari kumtoa kwa mkopo. Ndio maana nimethibitisha kwa kusema kwamba msimu unaofuata Sele atacheza ndani ya kosti ya Simba Sports Club. Kitu ambacho nakitaji Wydad ni fedha tu. Wanahitaji fedha, lakini kama Simba hatatoa fedha watafikishwa mbali. Itabidi FIFA ihusishwe pale. FIFA itahusishwa pale. Kwa hiyo kitu ambacho nakitaji Wydad ni fedha. Simba wao hapo tayari kuchafuliwa. Ndio maana nimesema kwamba baada ya kumtambulisha Sele ndani ya siku kadhaa tu hapa Simba wataenda kulipa kiasi cha fedha ambacho Wydad wanakihitaji, na msimu unaofuata Sele atacheza ndani ya Simba Sports Club, kwa sababu hata katika michuano hii ya Sekafa Wydad hapo tayari kumuona Sele anatumika katika hata michuano hii ya Sekafa. Ina maana mkataba umeisha, na maana sasa hivi yes, ni mali ya Wydad, ni mali yao. Ile ni mali yao. Si Wydad hapo tayari kumuona hata Sele anatumika katika michuano hii ya Sekafa. Kitu kwamba hata kama mcheze hata kombe la mbuzi haruhusiwi. Hawahitaji, wanachohitaji wao sasa hivi Wydad ni fedha tu. Fedha ingia kwenye akaunti, mengine endelee. Hicho tu basi. Hivi na fedha ya usajili ya mshahara ni Simba ndio analipa 100% au ama nyingine inatokea kwa Wydad? Huo ni makubaliano. Wydad alikuwa analipa na Simba alikuwa analipa. Huo ni makubaliano tu. Unaona bwana? Kama ambavyo unaona Roshan Derak yupo kwa mkopo naye pale ndani ya kosi ya Simba Sports Club, lakini pia hata Neo Maema naye yupo kwa mkopo, si ndio? Kwa hiyo ni makubaliano tu ya pande zote mbili. Swala la Roshan yeye tayari shaongeza mkataba mpya wa mkopo. Roshan yeye shamalizana nao baada tu ile mechi ya dabi. Ameshaongeza mkataba wa mkopo, lakini yeye ni mchezaji halali wa Mamelodi Sundowns, yuko pale kwa mkopo. Yupo pale Simba Sports Club kwa mkopo. Neo Maema alikuwepo kwa mkopo. Na swala pia la Neo naye nasikia bado ni kizungumkuti, kama vile mazungumzo yamesimama kati ya uongozi na mchezaji Neo Maema. Ni kwamba kocha anamtaka mchezaji Neo Maema baki kikosini, lakini uongozi wa Simba ni kama vile unasuasua kwenye mazungumzo, kwa sababu mchezaji kuna vipaumbele vyake anavitaka. Kuna sintofahamu kama ambavyo ilivyokuwa kwa Musa Pinpin kama Lambesi kadhaa zilizopita, naye aliweza kuliwa kichwa. Kuna makundi yamegawanya. Kuna ambao wanahitaji Neo Maema abaki baada ya kuonyesha performance bora sana katika nyakati hizi za mwisho, lakini pia kuna ambao wanasema kwamba hata kama alionyesha performance bora sana kidogo umri umeenda, hivyo inabidi tuingie sokoni kwa ajili ya kutafuta mbadala. Lakini yote kwa ujumla tunaamini kwamba katika vilabu vyetu vikubwa vile Simananga hivi katika nchi yetu hii vimekuwa na changamoto moja sana. Mwalimu amekuwa pei asikilize kwa 100%. Unaona bwana? Yaani uongozi ndio umekuwa ukijiamulia mambo. Yaani vinaendeshwa kama vilabu vya Hispania vile viwili. Siwezi kuniambia kwamba Mourinho pale yeye analetewa kama ambavyo unaona mwalimu ameweza kuletewa, mwalimu Sibaka ameweza kuletewa kina Chilambo hawa. Huwezi kuniambia kwamba yeye alikuwa anahitaji kwamba
Mimi nahitaji kina Chilambo, anaamini Chilambo haja hapa. Kwa wakina Bakari Msimu. Sio mapendekezo. Sidhani hata kama alikuwa anamjua, pengine alimuona siku tu wakati wanacheza na Coastal basi. Hapa tunakuja katika aina za makocha. Vilabu vyetu vinapenda vina makocha ambao vitaweza kuingilia katika maamuzi. Tunahitaji ni laissez-faire coach, ndio. Sio democratic coach ambao wao wanahitaji mambo yao yanyoke. Lakini vilabu vyetu vinapenda vina aina ya laissez-faire coach ambao wanaweza kuweza kuingilia katika maamuzi. Watu wanaingia huku na kule na huku kama kawaida ni kuhusiana swala zima la usajili. Bwana ndo hivyo. Neo Maema naye pia mazungumzo yamesimama kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali ambavyo vinaripoti hivyo, na ndio maana mpaka hivi sasa bado haijajulikana ni kwamba Neo Gift Maema ataendelea kusalia ndani ya kikosi cha Simba ama itabidi arudi nyumbani bondeni kule Afrika Kusini. Naye pia ni mali ya Mamelodi. Yes, Neo Maema ni mali ya Masandawana. Alikuwa anatumikia Simba Sports Club kwa mkopo. Kama wanamhitaji basi inabidi warudi mezani kwa ajili ya kuzungumza sasa. Na kocha Steve Baka anamhitaji Neo. Kocha anamhitaji mwalimu, kocha anamhitaji mchezaji. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba kidogo wao kuna mkanganyiko. Kuna ambao wanahitaji Neo abaki, kuna ambao hawahitaji Neo azidi kusalia Simba Sports. Kama ambavyo ilivyokuwa kwa Musa Pinpin Kamara. Kuna ambao walikuwa wanahitaji abaki, kuna ambao walikuwa wanahitaji aondoke. Kwa ambao walikuwa wanahitaji aondoke, nguvu ilikuwa ni kubwa, akaliwa kichwa kaenda. Hatimaye kasali, amesali na amefanikiwa, maombi yake amesali na amesalia. Bwana sawa. Mwingine pia ambaye azungumzi sana na kulikuwa kuna taarifa ile kwamba kutokana na aliyemleta ni kama vile maombi yake alijibiwa pale ilipokuwa na sali katika maombi yake asilini, kwamba hebu watu wa media msimzungumzie sana mchezaji huyu, mchezaji muhimu ambaye aliletwa Justin Loemba ni kwamba kaletwa katika dirisha dogo, si ndio vile? Mzunguko wa pili, na ameanza kabisa mzunguko wa pili pamoja na klabu, si ndio vile? Lakini anamaliza hana goli, ana assist moja. Unajua mara zote mchezaji au nikumbusha na goli hana, ana assist moja. Lakini mimi kitu ambacho nakiamini kwamba mchezaji mzuri huwa hapimwi tu kwa kufunga magoli. Wewe basi watazamaji wanakutazama hapo. Wewe tuambie, wewe Neo Maema unampima vipi? Mimi Loemba. Yes, Loemba. Yes, mimi nampima kwa performance ambayo ameweza kuionyesha, kwa sababu mfano mzuri kuna wachezaji huwa wapimi kwa namba za magoli. Ila wanapima kwa michango ambayo wanaitoa. Kuna kipindi panga pangua ndani ya kosi ya Simba Sports Club. Kibu Dennis alikuwa anaanza, lakini ukijaribu kuangalia namba zake za ufungaji wa magoli ilikuwa ni tashwishi kweli. Ilikuwa ni za kugugo, lakini ulikuweza kupata namba zake za magoli au assist, lakini ilikuwa ni panga pangua utakuta anaanza katika kosi ya Simba Sports Club. Kwa hata kwa Ino Loemba ni moja ya nyota ambao wana vipaji vikubwa sana, wana mchango mkubwa sana, lakini huwezi kuwapima kwa magoli. Naona bana. Mfano mzuri pia njoo kwa Yusuf Ali Kagoma katika kocha ya Simba Sports Club. Sio kusema kwamba anaimbwa katika utoaji wa assists, ndio. Anaimbwa katika ufungaji wa magoli, lakini mchango wake anapokuwa uwanjani unaonekana, si ndio? Mfano mzuri njoo kwa kikosi cha Pamba msimu uliopita. Katika kikosi cha kiungo ulikuwa unamkuta Kevin National Naftali, si ndio? Namba zake katika ufungaji wa magoli zilikuwa sio nzuri. Namba zake katika utoaji wa nafasi za pasi za mwisho assist zilikuwa sio nzuri, lakini alikuwa na mchango katika anawaofa kwenye kukaba au anawaofa alikuwa kuna kitu alikuwa anakitoa, si ndio? Mwisho wa siku ameonekana amesajiliwa Simba Sports Club. Ana kitu gani cha ziada hicho? Alichokuwa nacho ni kuweza naweza ngasema kwamba huwa ana link up team, huwa anaunganisha timu katika eneo la kiungo, si ndio? Bwana kiungo ambaye ana uwezo wa kuweza kutuliza tempa mchezo, anafika sana katika miguu ya timu pinzani katika kupuka mipira, ana uwezo wa kuskani na ana uwezo wa kupandisha timu. Hicho ndio kitu ambacho bwana mdogo Kevin National Naftali huwa anacho, si ndio? Kwa Loemba pia ana uwezo wa kuchezesha timu, si ndio? Ana uwezo kukaa na mali, ana uwezo wa kupandisha timu, lakini katika utoaji wa nafasi za mwisho hana. Unajua watu wanamuita Loemba ni mchoyo. Kwa nini Loemba anaimbwa kwa kusema kwamba amefeli? Kwa sababu
mara nyingi mashabiki wa Kitanzania au watu wengi sana ambao ni wapenzi wa mpira hapa Tanzania huwa wanaamini mchezaji mzuri tena wa kigeni huwa anapimwa kwa assist au ufungaji wa magoli. Hicho tu ndio kitu ambacho kinapelekea Loemba aonekane mbovu, lakini binafsi mimi siamini kama Loemba ni mbovu kama mbovu wengi wanamuimba. Kwa hiyo wewe pia unatamani pia Loemba abaki? Loemba ni moja ya wachezaji ambao mimi binafsi natamani wabaki katika kosi ya Simba Sports Club ili msimu unaofuata tuweze kuona mabadiliko makubwa sana na ushindani mkubwa sana katika ligi yetu. Ligi bora wewe inapimwa kuwa na nyota bora sana. Sasa ili ligi yetu iwe bora inabidi vilabu vyetu hivi viweze kusalia na wachezaji wao bora. Kwa hiyo hata kwa upande wa Simba Sports Club inabidi wabaki na wachezaji wao bora, miongoni mwao huwezi acha kutaja jina la Loemba. Sasa ndio hivyo, sababu mbili ambazo zimekuwa zinatajwa. Tajwa dosari zilizonazo. Dosari ya kwanza ndio kwamba ni mbinafsi. Binafsi ule uchoyo kwenye nafasi, anatamani kujaribu wakati wengine wanakuwa kwenye nafasi ambazo anaweza akatoa assist ikamuongezea pia faida. Sababu ya pili pia anadai kwamba yuko slow sana Loemba. Wakati timu nyingi nataka matokeo, mko timu ipo kwenye pressure, Loemba anacheza kama vile tayari timu inaongoza. Kwanza kabisa kwenye uchoyo mimi sikubaliani na hilo swala, kwa sababu kizungumzia uchoyo hata msimu uliopita pia ilikuwa inazungumzwa kwamba Elie Mpanzu Kibisala ni mbinafsi, lakini huyo ambaye anaitwa kama ni mbinafsi ndiye top assist katika msimu uliopita. Nenda katika timu zote 16 ambazo zilikuwa zinashiriki ligi kuu soka Tanzania bara, mchezaji ambaye anaongoza kwa assist ni Elie Mpanzu Kibisala, ambaye alikuwa naimbwa kwamba ni mchoyo. Hao ambao sio wachoyo wana namba gani katika utoaji wa nafasi za mwisho? Hawana namba. Huwezi kumfikia Elie Mpanzu Kibisala. Njoo katika wachezaji ambao wanasemekana kwamba ni slow katika kocha ya Simba Sports Club, Neo Maema ni slow, lakini namba zake zimeonekana kwa bora sana msimu uliopita. Katika kocha ya Simba Sports Club Tule ni slow, si ndio? Lakini namba zake katika eneo la defensing limeonekana kwa bora sana, zimemfanya Jibril Kasara aonekane kwa bora sana. Kwa nini? Kupitia ukuta wa Ismail Oliver Tule ambao anaonekana ni slow. Msimu juzi alikuwepo Abdurazak Hamza ni slow, lakini namba zake za kuonekana kama ni slow zilimfanya Musa Pinpin Kamara awe golikipa bora sana msimu juzi. Kwa hiyo mimi siamini kwamba Loemba ni mchoyo, siamini kwamba Loemba ni mbinafsi, ila kinachofanya maneno ni mengi kwamba watu wengi sana huwa wanapenda kuwapima wageni kwa namba za kufunga magoli au kutoa assist. Ndio maana hata misimu 6 iliyopita katika kosi ya Young Africans ashe kujaga Gael Bigilmana EPL boy huyo. Baada ya kusajiliwa katika kosi ya Simba, katika kosi ya Young Africans, maneno kwa ni mengi sana kwamba huku alikotoka namba zake ni zipi, anafunga magoli, anatoa assist. Wanashindwa kuelewa kwamba mchezaji mzuri mara zote huwa apimwi kwa kufunga magoli au kutoa assist. Mfano mzuri pia, njoo nikupeleke katika kikosi ambacho kimechukua ubingwa wa kombe la dunia, ndio bwana mdogo Lamine Yamal amemaliza michuano ya kombe la dunia akiwa na goli moja, akiwa hana assist hata moja. Lakini huwezi kuniambia kwamba Lamine Yamal ni mbovu, si ndio? Sio mbovu. Kwa mara nyingine mchezaji mzuri huwa apimwa kwa kutoa assist au kufunga magoli, ila huwa anapimwa kupitia mchango ambao anaofanya. Mfano mzuri pia katika kosi ya Hispania, katika goli la ushindi ambalo lilifungwa na Ferran Torres, pre-assist, yani pasi moja kabla hajamfikia Nico ilitengenezwa na Lamine Yamal. Naona bana. Hii inaonyesha kwa nini? Inaonyesha kwamba mchezaji mzuri mara nyingine huwa apimi kwa assist, yeye anapima kwa mchango wake. Kwa hiyo Loemba ndani ya kosi ya Simba Sports Club ana mchango wake. Aache kupima kwa assist, lakini pia aache kupima kwa kufunga magoli. Loemba ni moja ya wachezaji wazuri sana Loemba ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana kwa mujibu wa Badru Tips, Badru Betting. Bana, sawa.
Tuko pamoja, tunaendelea kutazama. Hapa ni meza kimichezo, tetesi kubwa za usajili ndani ya vigogo wa Tanzania. Hapa nazungumzia Simba pamoja na Yanga. Tunaendelea kuwa dadavua hapa ndani kunako katika meza kimichezo. Kikubwa zaidi, hakikisha tumesubscribe hapo chini mkono wa kulia kwenye button nyeusi ili uendelee kuzipokea ripoti zote za kimichezo, ili uwe kwanza pia kuzipokea muda wote wakati wote, na tuko live majira haya usiku kutokea hapa Tabata, Dar es Salaam. Tukiendelea basi kukutanabishia yale yote ambayo unastahili pia uyapate mwenzangu. Ukitoka hapo unaenda kwa Lulenge. Ila leo sienda kwa Lulenge, leo nataka nielekee Chanika, sehemu moja wanapaita Viwege kule kwa Mpemba. Viwege kwa Mpemba kule. Mimi nashangaga sisi tunaoishi Tabata na ambao wanaishi Sinza Mayingi wanadharaulika sana. Sijajoka kwa nini wanatudharau watu wa Tabata. Sasa sisi ambao kuna nyakati watu tunaishigi Viwege kwa Mpemba kule, huo wanapaitaga Kongo. Hii ni kulingana na shida ya usafiri ambao huo upo Kongo. Nenda kakae Makongo sasa. Hapana, Viwege kule panantosha. Viwege panakutosha. Viwege panantosha. Napapenda sana mimi kwa Lulenge bwana. Kuna mtu mmoja nisimtaja hapa anaitwa basi bwana, sawa. Na mimi pia huko ulipo atakuwa anafuatilia kitu kama hiki hapa ambacho kinaendelea. Tunaenda kutazama kama kawaida ya kimichezo. Bwana, kwa sasa basi tuende tukamsikilize Ahmed Ally. Huyu ni meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, na hapa anazungumzia kuhusiana na kinachoendelea kuhusiana na sakata zima la Selemani Mwalimu Gomez. Je, ataendelea kusalia ndani ya klabu ya Simba ama Wydad Casablanca ambao anamiliki na bado ana mkataba wa miaka 2.5? Je, wataamua kumchukua mchezaji kama taarifa yao ilivyokuwa imesema jana kwamba benchi jipya la ufundi, kocha pamoja na uongozi bado una malengo ya dhati makubwa na mchezaji wao? Je, kipi ambacho kinaweza kikaaminiwa hapo? Bado tuko pamoja kama kawaida, na huyu hapa ni Ahmed Ally anafunguka hapa. Bwana, sawa, huyo ni Ahmed Ally, meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, akizungumza na sisi hapo na akiweka wazi dhahiri shaili kinachoendelea kuhusiana na swala zima la Selemani Mwalimu Gomez. So sisi wacha tusubiri tuone bwana Badru kile ambacho kitajiri na ambacho kitaendelea kama kawaida. Bwana, tutoke sasa huko ndani ya klabu ya Simba. Tumezungumza mengi kwa upana na kwa uwanda mkubwa, na sasa basi tuelekee kwa mabingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara, wananchi Dar es Salaam Yanga, ambao wenyewe pia wako nyuma, wameshafanya sajili kadhaa mpaka hivi sasa wameshashusha vyuma kama si vitatu ambavyo nafahamu mimi. Jana kilikuwa ni chuma cha 4, ukianza na Chuga Boy Bushiri wa kwanza, lakini pia Gamal wa pili, Mohamed Musa wa tatu. Jana wakafanikiwa kukamilisha usajili wa bwana mdogo huyu raia wa Tanzania Eric Mwijage, ambaye ashia kupita katika klabu ya West Armenia hapa nchini Armenia, lakini msimu jana alikuwa anaitumikia klabu ya KMC. Na sasa bwana Mwijage bwana, kila klabu ambayo anatumikia wewe anachukua daraja. Hiyo kitu nilikuwa nasikia pia hata leo kwenye moja ya chombo cha habari. Wamezungumzia hilo swala kwamba mbona Mwijage kila klabu anayoenda inashuka daraja. Je, anaitabilia nini hii timu anaenda? Kwamba inaweza zishuke daraja. Yes. Kushuka daraja pengine hata kupoteza vikombe ni kushuka daraja pia. Wacha tuone kile ambacho kitatokea, lakini ni moja ya sajili ambayo binafsi au ni moja ya sajili binafsi ambazo naweza ngasema kwamba Young Africans wanaishi kwenye ile kauli ya kwamba msimu huu inaofuata inabidi kila timu iwe na wachezaji 40. Ndio maana wanaamua tu kusajili. Kwa sababu mimi nafasi ya Mwijage sio. Nafasi ya Mwijage ni ana tofauti na Dennis Nkane ambaye alitolewa kwa mkopo kwenda TRA hii. Maana pale bwana, mimi na mchezaji mmoja ambaye huwa namkubali. Ninamkubali hasa. Afu anacheza mechi chache sana. Sana. Kibwana Shomari. Ndio maana nikasema kwamba kwa sajili ambazo zinafanywa hizi ni kutimiza ile idadi ya wachezaji 40. Ila mimi anachokupa Eric Mwijage, Edmund John mbona anacho, Ofen Chikola anacho. Tena kama Edmund John anacho, Ofen Chikola ambaye tolewa kwa mkopo anacho, lakini pia akina Mwanengo hawa. Kwa mimi binafsi naweza nikasema kwamba ni sajili ambazo wanazifanya kwa ajili ya kuongeza idadi. Labda tusubiri tuone, kwa sababu mwalimu mpya amekuja. Mwalimu mpya yupo pale, Mangoba Ngith yupo pale kwa ajili ya kwa ajili ya kuendesha Jaramba, si ndio? Kwa hiyo Mangoba Ngith yupo kwa ajili ya kuongeza thamani ya kikosi, thamani ya usajili. Tusubiri kuona vyuma vipya hivi vya kigeni
ambapo vitaanza kutambulishwa baada ya wasafisha njia wanawaita kina Mwijage kuweza kusafisha njia. Bwana, sawa. Na sasa basi tutazamie tetesi ambayo inamhusu Alphonce Mabula. Naamini Badru umekuwa ukizisikia hizi taarifa za Alphonce Mabula. Ni kwamba mazungumzo yanaendelea na yamefikia pazuri kabisa, kwamba Alphonce Mabula anatarajiwa kuwa jeshi jipya ama bara jipya hapa Dar na kwa wananchi kwa ujumla Yanga, ambapo ni kwamba anaelekea kusajiliwa na Yanga. Tutazame daraja la Alphonce Mabula. Wengi tumemwona akishine zaidi kwenye AFCON ambazo zimefanyika pale nchini Morocco, na wengi walikuwa kwa sababu hajapita kwenye vilabu vya Tanzania. Mabula hajapita kwenye vilabu vya Tanzania kama ambavyo utamaduni wetu kwamba tuna pale katikati kwenye kiungo tushawakalili ni Kagoma, Mudathiri Yahaya, tunawatazama hawa, lakini anakuja Alphonce Mabula chini ya Gamondi. Mabula anapata nafasi kwenye kikosi cha mwalimu na anafanya makubwa kwenye AFCON na hatimaye anakuwa miongoni mwa wachezaji international players ambao ni tegemezi. Ujio wake kutoka Ulaya kuja Tanzania, je, ni sahihi kwa Mabula ama je ni faida kwa Mabula ama ni anguko kwa Mabula? Binafsi mimi naona ni anguko kwa Mabula. Kwanza, Alphonce Msanga Mabula ni nani? Ni kijana ambaye ni mzaliwa wa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2003. Kwa sasa ana umri wa miaka 23. Amepata makuzi yake ya soka akiwa hapa Tanzania katika moja ya academy, lakini pia ni moja ya product ya Serengeti Boys ya mwaka 2019. Hapa nazungumzia kina Kevin John ambaye kwa sasa yupo ghaibuni huko, lakini pia nazungumzia kina Pascal Msindo, lakini pia hapo namzungumzia wakina Morris Abraham, ndio wakina Ali Msengi. Yaani Serengeti Boys ya mwaka 2019 ambapo ndani yake alikuwepo Alphonce Msanga Mabula. Kumbukumbu nzuri zaidi, alikuwa kwa mmoja wa vijana ambao walicheza AFCON ya mwaka 2019 ambapo mashindano yale yalifanyika hapa Tanzania. Umri wake mpaka sasa hivi ni miaka 23. Kabla anaocheza ni shamaki pale nchini Azerbaijan. Na kwa aina ya performance aliyokuwa nayo Alphonce Msanga Mabula, lakini pia kwa aina ya club ambayo anahusishwa nayo ambao si wengine ni Young Africans, binafsi mimi naweza nikasema kwamba ni anguko sana kwake. Na naweza nikasema kwamba naweza nikamweka kwenye ile kauli ambayo moja ya kauli ambayo Simon Epigodi Msova shia kusema kwamba ni wachezaji wa Kitanzania ni woga sana wa kutoka nje, wanaogopa sana maisha ya nje. Lazima ajifunze katika vitu vile. Lazima muangalie Popa Mbwana Ali Samata, lazima muangalie Simon Epigodi Msova, lakini pia lazima amwangalie Novatus Dismas Miroshi. Waliweza vipi kuweza kumaintain maisha kucheza nje ya nchi? Waliweza vipi kuweza kumaintain maisha ya kufocus kwenda mbele pasina kurudi nyuma? Ndipo ambapo afikirie kabla kuja kujiunga na klabu ya Young Africans, kwa sababu kama akijiunga na Young Africans pia lazima ajifunze mifano kupitia kwa wachezaji wengine wazawa ambao washie kutoka nje wakarudi ndani hapa mwisho wa siku akafeli. Mfano mzuri ni Farid Musa Malik, mzalio wa tarehe 21 huyu mwezi Juni mwaka 1996. Kwa sasa hivi ana umri wa miaka 30. Alijiunga na Young Africans akitokea Tenerife B ya pale nchini Hispania akiwa na umri wa miaka 24, si ndio? Ni miaka 6 imepita tangu arudi hapa Tanzania akitumikia klabu ya Young Africans. Leo hii unamzungumzia Farid ana umri wa miaka 30 ambao kimsingi hawezi kutoka tena. Alirudi akiwa kijana ndogo sana, miaka 28 akiwa anatoka. Hata timu tu hapa Tanzania kumchukua ni ngumu, labda yani inabidi yeye ndo aishi kwenye wanachokitaka hiyo timu, si wanachokitaka yeye. Lakini alirudi akiwa na miaka 24 akitoka Tenerife B ya pale nchini. Na alikuwa ni winga moja mzuri sana. Winga moja machachari sana, machachari afu hatari. Unaona bwana, Farid Musa Malik. Leo hii tunamzunguzia Mabula ambaye umri wake miaka 23, si ndio? Lazima ajifunze. Wala ambao nicheza nao hapo sasa hivi. Baada ya kumwangalia Faridi,
aje muangalie Morris Abraham. Morris Abraham naye ni moja ya Serengeti Boys ambao ni moja vijana ambao walikuwa katika Serengeti Boys ya mwaka 2019. Kwa hiyo tunazungumza baada ya kutoka nje kule akashindwa, mimi nakuita kushindwa. Akarudi Simba Sports Club, klabu ya ndani, msimu uliotamatika hakuwa na performance bora sana ambao kimsingi naye ni kama vile namsikitikia. Lazima naangalie namna kufocus kwenda mbele, si ndio? Kwa Mabula mimi sitamani ana kipaji kikubwa Mabula, lakini sitamani kumuona akirudi Tanzania. Ila natamani kumuona akizidi kucheza focus kwenda mbele kama ambavyo wakina Novato Dismas Mirosho walipambana kwenda mbele, wakina Msuva walipambana, wakina Samato walipambana. Kurudi kwake hapa Tanzania itakuwa ni ngumu sana. Inawezekana kani moja ya njia yeye kupotea kama ambavyo wengine walipotea. Mimi natamani kumuona Mabula akienda akizidi kusonga mbele, lakini sio kurudi hapa Tanzania. Sio kurudi hapa Tanzania. Bana, sawa. Hebu kwa sasa hivi tuungane pia na mchambuzi wa masuala ya kimichezo kutokea huko kanda ziwa, bwana Chief Mahamudu, naye pia atupe mtazamo wake kuhusiana na swala hili la Alphonce Mabula, ujio wake ndani ya kikosi cha Yanga. Je, utaongeza nini? Na pia je, watu watarejea nini kutoka kwa Mabula? Asante, nashukuru. Kwanza tetesi za Mabula kwenda Yanga ni tetesi ambazo ni sahihi. Isipokuwa mpaka sasa hivi klabu na mchezaji wameshakubaliana. Isipokuwa shida ambayo iliyopo inaonekana ni malipo ya mchezaji. Lakini very soon taarifa zitakuwa official na kila kitu kitakamilika. Ukiachana na hilo, performance ya Mabula, uwezo wake kwenda katika klabu ya Yanga ni klabu kubwa sana na Yanga ina demand vitu vingi sana, especially msimu huu. Yanga demand yao ilikuwa ni kusajili wachezaji ambao watafanya kitu kizuri sana msimu huu, kwa sababu Yanga walisajili baadhi ya wachezaji ambao walikuja pale hawakufanya kitu. Umeelewa? Yanga ilionekana na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni mahiri, especially eneo la kiungo Aldi Aucho. Yanga wamestruggle sana, hawajapata mbadala wake. Lakini vile vile kumia kwa Clement Mzize katika eneo la ushambuliaji, bado Yanga ilionekana amepata mshambuliaji kama Depu, kina Prince Dube anaondoka, lakini Depu ameonekana kuaminiwa. Pacome apata injury ya muda mrefu cause Dickson Jobu. Kwa hiyo Yanga inahitaji wachezaji wengi sana. Kwa Mabula naona kama sidhani kama atakuwa na nafasi kubwa sana ya kucheza, kwa sababu unajua bahati mbaya sana John Ngolo, vilabu vyetu hivi vikubwa Simba na Yanga vimekuwa vikidimandi wachezaji wazawa wa ndani, lakini mara nyingi hawapati nafasi sana ya kucheza. Dakika ya mwisho msimu unamalizika, wachezaji wanatolewa kwa mkopo, wanaenda vilabu vingine. Umeshanielewa? Mabula ameonyesha performance nzuri of course, lakini wasiwasi wangu mimi nahisi ataweza kuhandle ile pressure ya mashabiki, lakini ataweza kuhandle ile demand ya Yanga. Kama ataweza kuhandle atakuwa ni mchezaji mzuri sana. Lakini kitu kingine, klabu itaweza kumpa nafasi ya kuonyesha kile kitu ambacho alichonacho. Wasiwasi wangu huko hapo. Tumeona baadhi ya wachezaji wazao wameenda katika vilabu vikubwa lakini hawakupata nafasi. Na ukiangalia kwa baadhi ya vilabu vikubwa kama Simba na Yanga wameshafunga sajili za vilabu vya ndani, na hizo wanasajili wachezaji wa nje. Kwa hiyo kwa swali lako kwa Mabula, mimi binafsi nafikiri yeye anaweza akawa ametimiza ndoto yake kuchezea tu klabu kubwa, lakini sidhani kama karia yake inaweza kuwa sahihi sana kwenda Yanga. Sidhani, kwa sababu ya Yanga inahitaji vitu vikubwa sana. Sidhani kama atapata nafasi ya kutosha kuonesha kile kitu ambacho alichonacho. Kwa hiyo sidhani. Na tukibakia hapo bwana Badru, tukiangalia kwa ujumla bwana Kino hapo hivi kwenye swala la Alphonce Mabula, tuiangalie pia na timu ya taifa, kwa sababu Mabula ni kwamba asilimia kubwa watu wengi hawajawahi kumuona kicheza ligi ya Tanzania. Wengi walianza kumuona tu pale alipoitwa kwenye timu ya taifa, hasa katika michuano ya AFCON kule nchini Morocco. Na watu wakaenda mbali zaidi kutokana na aina uchezaji wake tofauti na viungo wetu ambao tumezoea kuona kina Kagoma ambao hawamalizi mchezo bila kadi. Wakaamini kwamba angekuja kuisaidia taifa katika michuano mizuri ya AFCON mwakani. Sasa urejeo wa Mabula nyumbani na timu ya taifa ya Tanzania kuelekea kwenye michuano ya AFCON mwakani,
tunaonaje hapo katikati hapo, kama wachezaji ambao watu watamani kwamba wachezaji wengi waende nje, sasa wale uko nje ndio wanarudi nyumbani? Sio mbaya kwa mchezaji wa nje kurudi nyumbani, sio mbaya. Inategemeana tu kwamba atakuja kuonyesha nini. By the way, wengi Mabula hawamfahamu, wamemuona tu katika national team, lakini katika klabu hawajawahi kumuona. Amekuwa na msimu mzuri alipopewa nafasi katika national team, lakini kitu ambacho mimi kinanisikitisha kwangu mimi binafsi ni kumuona anarejea kucheza nyumbani. Sio mbaya, lakini inaweza ikawa inampoteza ama inaweza ikawa inampa umaarufu, lakini hainijengi, kwa maana ya kwamba anaweza akaja akafahamika, watu wengi wakamjua zaidi kwa soka la hapa ndani, lakini kama angeendelea kubaki nje zaidi, angeonyesha performance bora, naamini walau angetengeneza kitu kizuri zaidi, elewa. Lakini bahati mbaya sijui, lakini kilichomfanya akarudi kuchezea ligi ya ndani sijui ni nini, lakini tumebahatika kuona baadhi ya wachezaji ambao walifanikiwa kucheza ligi ya ndani then wakaenda nje, like kama kina Msuva, kama kina Samata, walicheza ligi ya ndani lakini wakaenda nje na hawajawahi kurudi. Lakini kwa Mabula naona kama pengine sidhani kama alistahili kurejea kucheza ligi ya ndani kwa kile ambacho alichokuwa amekionyesha na level ambayo alikuwa ameisikia. Sio dhambi, lakini katika kukuza kipaji, kuonesha karia yake, kutimiza ndoto yake, nafikiri angeendelea kucheza ligi ya nje ikamkomaza zaidi. Sijui kama anaweza kaonesha kitu cha ziada zaidi tena akataka na ligi za nje, I don't know. Sijui kama atapewa nafasi na klabu ya Yanga akaonyesha zaidi ya kile ambacho atakionyesha mpaka kwenda nje, sijui. Lakini kwangu mimi binafsi ni kama namuonea huruma kuja kucheza ligi ya ndani. Bwana Kino, hapo kwenye suala la wachezaji umejaribu kutoa takwimu ya wachezaji ambao wamekwenda nje na hawajarejea. Umemtolea mfano Simon Msuva ambaye alipokwenda kujaribu soka la nje, basi hapo nyota yake ikang'aa mpaka leo yupo nje. Na lakini tuangalie sasa na takwimu ya wachezaji ambao walitoka nje wakarudi wameshindwa kutoka tena. Kuna mtu kama vile Faridi Musa, kuna huyu mchezaji wa Simba Morris Abraham, hao ni wachache, na wengine ambao unahisi wote wako unafahamu, unaweza pia ukatuelezea hao na wenyewe pia. Sasa urejeo wa Alphonce Mabula ambaye tayari watu walianza kutengeneza imani kwake kwamba huyu ndio atakuja kuwa kiungo tegemezi katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Tunahisi itakuwa ni rahisi tena kwa nafasi ambayo anacheza Mabula kuweza tena kutoka tena, hasa kwenye klabu kama ya Yanga, kutoka kurudi ugaibuni. Inaweza ikawa ni rahisi kama atapewa nafasi sana ya mara kwa mara, lakini itakuwa ni ngumu zaidi kama hatopewa nafasi ya mara kwa mara. Simba na Yanga ni vilabu vikubwa hapa nchini, na katika sajili naweza kusema huwa zinafanya sajili za kukurupuka, kwa maana ya kwamba fanya sajili lakini baadhi yao wachezaji hawatumiki kwa muda mrefu. Lakini pia Selemani Mwalimu alitoka nje akaenda Wydad Casablanca, amerejea Simba kwa mkopo. Miongoni mwa wachezaji ambao wazawa tuko nao na ameonyesha performance nzuri, na kama unavyofahamu kwa sakata ambayo inaendelea, Selemani Mwalimu inaonekana Wydad wanamtaka lakini amesha sign Simba. Kwa hiyo kuna mvutano hapo. Unaweza ukaona ni kwamba baadhi ya wachezaji of course walionyesha kile kitu ambacho tukionyesha kule bado vilabu vinawahitaji. Kwa Mabula inaweza ikawa hivyo rahisi kurejea, msimu pengine ukamalizika tukamwona ameenda nje endapo, lakini ataendelea kuonyesha performance bora, kwa maana kuwa na consistency nzuri sana. Lakini inategemeana kuonyesha consistency yake kama atapewa nafasi ya kuonyesha kile kitu ambacho anacho. Yanga wana mwalimu mpya, nafikiri hata benchi ya ufundi ambadilisha na kila kitu. I don't know kama mwalimu ataona kitu kwa Mabula akamtumia akamuamini. Kama unafahamu John Ngolo, walimu wanapokuja katika baadhi ya vilabu huwa wana opinion zao. Mabula anaweza kaaminiwa akapewa nafasi ya kudumu kweli, akaprove akaonesha, baadaye tukaona vilabu vya nje vikamtaka, umeshaelewa vizuri. Kwa hiyo inategemeana na yeye atapata nafasi kiasi gani katika klabu ya Yanga, lakini kwa ubora wake anaweza akapata nafasi kwa Yanga na akaonyesha kwa ubora Mabula ambao ninatumfahamu. Kwa hiyo ni kwamba watu wawe na imani. Yes, wawe na imani, lakini kitu kingine Mabula hajacheza sana ligi ya ndani. Pengine
kitu ambacho kinaweza kikamuathiri ni siasa na propaganda ya maneno ya mashabiki. Unajua mashabiki wao demand vitu vikubwa, kuona kwamba okay, Mabula na performance nzuri na hivi asipo perform mechi 2-3, maneno yakaanza kuwa mengi ambayo yanaweza kumpelekea akamtoa kwenye reli, akashindwa kuperform. Like kama kina Chetambi tunaona maneno alikuwa mengi yakawatoa kwenye reli akishindwa kuperform. Kwa hiyo Mabula inabidi avumilie kwa kile kitu ambacho atakutana nacho hapa katika soka la Tanzania. Najua hajacheza sana kwa muda mrefu, lakini kwa soka la nje ndo ana experience sana. Lakini nyinyi kama wachambuzi mkizungumza tu ukweli bila kupindisha, sawa, vilabu vya Simba na Yanga vinasajili wachezaji wazawa kuweka pale, lakini ndivyo ambavyo vinaongoza katika kuua vipaji vya ndani, na ndio maana hata timu ya taifa inafikia hatua hata tu golikipa watu wanaanza kukuna kichwa, wanatoa wapi golikipa wa timu ya taifa. Kwa hiyo pia hata kwa wachezaji kama hawa ambao ndio wanakuwa ni kama hazina kwenda kwa hifadhi nje, lakini cha ajabu wakikosa timu wakishawishiwa na hivi vilabu wanarudi nchini, hatimaye vipaji vyao vinakufa. Mnakwenda kwenye michuano mikubwa kama AFCON mwakani, mnaanza kutafuta viungo, hatimaye mnajikuta mnakwenda ili mradi tu vile kwenda tu kushiriki bure. Kwa hiyo tuseme kwamba wanasajiliwa sawa na hivi vilabu vikubwa, lakini kwa upande wa timu ya taifa inakuwa tayari ni anguko. Yes. Ni sahihi unachokisema. Tumeona baadhi ya wachezaji eneo la goalkeeper umezungumza kama Yakubu Suleiman ambaye toka JKT akaenda Simba. Bahati mbaya sana kabla ya Angel alipoenda Simba, Pimpin kama alipata Angel, Simba akamchukua kama Yakubu Suleiman kuja ku replace nafasi ya Musa Pimpin kama, lakini dakika ya mwisho tumeona ameshindwa kupata nafasi. Simba akaita goalkeeper wa nje Kasal. Unaweza kuona Yakubu Suleiman kama performance yake inaenda kupotea. Pia tumeshakuwa kina Katoro golikipa wa Yanga ni wazawa, walionyesha performance bora kabla hajaenda Simba, lakini sasa hivi hawazungumzwi kwa maana kwamba unaweza kuona performance yao ime drop. Kwa hiyo hivi vilabu vikubwa pia huwa vinapelekea kupoteza performance ya wachezaji wazawa. Mimi huwa sio muumini sana wa kuamini wachezaji wazawa kwenda katika vilabu vikubwa, kwa sababu ni kama hivi vilabu vikubwa vinaamini sana wachezaji kutoka nje ndio wanaweza kufanya kitu kizuri. Kwa hiyo nafikiri kitu kingine ambacho waki inaonyesha katika national team huwa wanaonyesha performance bora, hivi vilabu vinawataka. AFCON hiyo Yakubu Suleiman anaonyesha performance bora, Simba wakamchukua, lakini dakika mwisho sasa hivi hawamtumii, wameenda na Kasari wakaamua kumuuza Pimpin Kamara. Kwa hiyo bado unaweza kaona kwamba hivi vilabu pia vinapelekea kuua wachezaji. Kitu kingine ni kama unamuona Abdrazak Hamza apata injury ya muda mrefu, lakini sidhani hata kama akipona atakuja kupata nafasi ya kucheza katika eneo la center back. Sasa hivi pale Simba wana Ismail Tole, wana Rushen Derek. Kwa Abdrazak Hamza kurejea kwa mchezaji kama ndani, sioni kama atapata nafasi zaidi ya kucheza, japokuwa alionyesha kitu kizuri sana kwa Simba chini ya kocha Fadru, lakini sioni kama atakuja kupata nafasi. Dakika mwisho atakuja kutolewa kwa mkopo. Kwa hiyo vice versa tu, vilabu huwa vinapelekea kuwa viwango vya wachezaji, lakini pia huwa vinapelekea kuonyesha viwango vya wachezaji. John Ngolo, wapo wachezaji wazao wa ndani wametoka katika vilabu vya kawaida, lakini wakaonyesha performance kubwa na leo akaminiwa, like Dickson Jobu, kina Bakari Nondo Mamieto, ukiangalia kina Yusuf Kagoma, kina katika vilabu ambavyo wameanza mpambana mpaka kuona leo hii wanapangwa. Kwa hiyo wanapitia nyakati ngumu sana kwa wachezaji wazawa kupata nafasi ya kudumu katika hivi vilabu vikubwa. Kwa hiyo inahitaji kupambana na jitihada za kutosha sana. Bwana, shukrani sana. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako Bwana Kino Krem, na pia asante sana kwa ushirikiano wako. Sisi tukutakie majukumu mema, wasalimie sana huko kanda ya Ziwa.